sikiliza Israeli. Anawaambia Musa, sikilizeni wana wa Israeli. Nini? Bwana Mungu wetu. Nini? Bwana ndiye mmoja. Sasa huyu aliyekuja kufundisha nani? Sio, unanielewa vizuri bwana simulizi? Ndio. Huyu anasema Bwana Mungu wetu ni mmoja. Sikiliza Israeli, Bwana Mungu wetu ni mmoja. Endelea kidogo hayo maneno. Sawa. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako. Ndio. Na uwafundishe watoto wako kwa bidii na kuyasema uishipo katika nyumba yako na utembeapo njiani na ulalapo na uondokapo. Basi, mbona hayo maneno yanapigiliwa hayo? Okay. Ayaseme Mungu ni mmoja. Sasa hawa simulizi hawakufundisha kwamba kuna utatu, hawajafundisha. Okay. Sasa nani kaja kuuingiza? Hebu angalia Daudi, Zaburi 83:18. Zaburi 83 mstari wa 18. Sawa. Mstari wa 18 anasema hivi. Ndio. Wajua ya kuwa wewe uitwaye jina lako Yehova. Ndio. Ndiwe peke yako uliye juu ya nchi yote. Daudi yeye anasema wajue ya kuwa wewe jina lako Yehova ndiye uliye juu ya nchi yote, tena peke yako na mwingine. Sasa kuna neno linajengeka simulizi, nafsi tatu. Okay. Mimi sijawahi kusoma katika Biblia kuna mahala pameandikwa nafsi tatu. Okay. Yaani licha ya kufunua Biblia, kuijua ninavyoijua na kila siku ninatafuta mahala gani pameandikwa kuna nafsi tatu, zaidi ya watu kuunga maneno. Okay. Kwa mfano, soma Mwanzo 22:16. Sawa. Sawa, Mwanzo 22 mstari wa 16 anasema akasema nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana. Maana yake ni? Maana yake na nafsi yake. Sasa kama zipo tatu litakiwa asemeje? Nimeapa kwa nafsi zangu. Okay. Sasa ili andiko linatosheleza kujua nafsi yake moja. Sasa anapotokea mtu simulizi akasema tatu, ndipo pale tunapomdai. Tatu kwa kipengele kipi na mstari gani? Okay. Kwa tunaunga yale maneno. Roho Mtakatifu hivi tupe ushahidi ambao Yesu mwenyewe anasema. Hebu sasa tumsikilize Yesu. Kama hao walisema Mungu mmoja. Yesu yeye anasemaje? Hebu 12:28 Marko 12:28. Sawa, mstari wa 28 anasema hivi. Na mmoja wapo uandishi akafika, akawasikia wakisemezana naye, akatambua ya kuwa amewajibu vyema. Akamuuliza, katika amri zote ni ipi iliyo ya kwanza? Anataka kujua amri ya kwanza ni ipi? Sawa. Yesu akamjibu, ya kwanza ndiyo hii, sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Nawe umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Natosha. Bado anasisitiza yule tunayesema Mungu mwana. Ndio. Bado anasisitiza Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Mimi simulizi natafuta sana maandiko. Ndio. Yanayoashiria kuna utatu mtakatifu. Na msikilizaji Danieli na wasikiliza kina Mwankemu wanaosema hivyo, sijawahi kupata hilo andiko katika Biblia zaidi ya kuunga. Kama lipo natamani uliseme tusikilize. Wao wanasema ile Mathayo 28:19 inayosema hivi, na mkawafanye mkawabatize wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Zile ni imani. Okay. Zile simulizi ni imani. Ili watu wawe wanafunzi, sharti wamjue Baba, wamjue Mwana, wamjue Roho Mtakatifu. Okay. Kwetu sisi Waislamu ziko 6. Okay.
kumwamini Mwenyezi Mungu, kuamini malaika wake, kuamini vitabu vyake, kuamini mitume yake. Sasa ili wewe uwe mwanafunzi, sharti vile vitu viamini na kuvijua. Kwa maana Baba umjue ndiyo Mungu, Mwana ambaye Yesu umjue ndiyo mtume aliyetumwa kuchukua ya kwako kupeleka kwa nani? Kwa Mungu. Roho Mtakatifu maana yake ndiye anayechukua ujumbe kwa Mungu kupeleka kwa nani? Kwa manabii. Au lipo jengine simulizi? Mimi nataka sana. Wanasema na ile Tito 2:13 inasema tukilitazamia tumaini lenye baraka na sana sana pale wanazungumzia pale inaposema Yesu Kristo Mungu mkuu na mwokozi wetu. Ndio tatizo lilipoanza. Kwa maana nilikwambia matatizo haya yametokea baada ya Yesu kuondoka. Sawa. Lakini kauli ya Yesu mwenyewe hajawahi kutamka hayo maneno. Na ndio maana hata Yohana katika maandiko yake anagusagusa, yani walijaribu kutiatia lakini wakashindwa. Sasa huyo ni Paulo anayezungumza hayo maneno kwamba Yesu ni Mungu mkuu. Lakini Yesu alitutahadharisha yeye mwenyewe. Hebu 7:24 Mathayo. 7:24 Mathayo. Sawa. Mstari wa 24 unasema hivi. Basi kila asikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile isianguke, kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba. Natosha. Kwa hiyo Yesu anatuambia kila asikiaye maneno yangu, sio ya Paulo, sio ya mtu mwingine. Ili ufananishwe na mtu mwenye akili, sharti uyasikie maneno ya nani? Ya Yesu. Sasa Yesu, Paulo huko anatufundisha wewe ni Mungu mkuu. Ili tuwe na akili tuambie wewe, tusiwe wapumbavu. Ndio. 14:27 Yohana. Sawa. 27 inasema amani na wachieni, amani yangu nawapa. Niwapavyo mimi sivyo kama ulimwengu toavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na oga. Mlisikia ya kwamba mimi niliwaambia naenda zangu, tena naja kwenu. Yesu anasema mlisikia mimi naliwaambia naenda zangu, tena naja kwenu. Kama mngalinipenda mngalifurahi, kwa sababu naenda kwa Baba, kwa maana Baba ni mkuu kuliko mimi. Tafsiri. Na yupo Mungu ambaye ni mkuu kuliko Yesu. Na Yesu anasema ili uwe na akili usikie maneno yake. Hayo ndiyo maneno yake aliyoyasema kwamba Mungu ni mkuu kuliko mimi. Sasa mimi natafuta katika Biblia simulizi mahala panapoonyesha kwamba kuna nafsi tatu za Mungu. Napatafuta mpaka leo sijapata. Mwamkema nampitia we kila siku. Mbona sioni huo mstari? Na kila nikisoma manabii waliotoka nyuma wananifunulia Mungu mmoja. Mungu mmoja. Sasa hii inakuwaje kwamba huyu Mungu ako nafsi tatu? Kwa sababu unasema Mungu kashuka kaja duniani. Je, wakati akaja duniani kule aliacha kichwa, aliacha nini? Unasema alikuja mzima. Duniani juu kulikuwa na nini? Sasa kama Mungu alishuka duniani, alafu ukisikiliza maneno ya Yesu, Mathayo 6:9. Usikilize yale maneno ya Yesu. Sawa, mstari wa 9 unasema, basi ninyi salini hivi, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Natosha. Wakati yuko duniani anaambia salini Baba yetu uko mbinguni. Ina maana alimwacha nani tu? Baba ambaye ni Mungu. Sasa unaanza kupatwa na mashaka, haya mafundisho yanatoka hapa. Mimi sikubaliani na Ndacha, lakini katika hili iko sawa. Na naamini Ndacha siku yote anakuja kwenye Uislamu. Na hilo hasa ndio lilo nifanya mimi nifanye hiki kipindi na wewe. Nikasema kwani Wakristo mnaowajua ni wapi? Ikiwa mtu kama hivyo anavyosema Ndacha, yeye Mungu ni mmoja, anasimamia tauhidi, naona watu wengi wanamnasibisha kwamba anakaribia kuwa Muislamu. Ina maana yeye akisema Mungu mmoja hawi Mkristo. Ndio maana nikasema kwani vitabu vya Kiislamu vinaandika Wakristo wao wanafanya nini? Na mpaka inaonekanaga hii dini ya Ukristo haifai.
Yaani Wakristo wanaamini nini katika huyo Mungu? Wakristo maana yake sio haifai. Ndio. Sijui umeelewa? Wakristo wa kweli ni wale ambao walioambatana na nani? Na Yesu. Ambao wakakubali kwamba Yesu ni mtume na kafundisha Mungu mmoja. Ila tunacholalamikia hawa kina Ndacha kwa sasa hawahitajiki kuwa Wakristo kwa sababu alishakuja mtume mwingine. Ndio maana tunasema Ndacha anakaribia kufanyaje? Kuja. Tatizo lake ameshikamana na mafundisho yale yale ambayo tayari kuna mtu kashakuja kaleta mengine. Umeelewa? Ndio maana tunasema huyu Ndacha sasa kashaanza kuelewa, kwa sababu kitu kigumu kwanza kuukataa utatu ambao ni sea ulikaliwa na kukubali kwamba Yesu Mungu Mwana ndo Baba mwenyewe ndo Roho Mtakatifu. Sasa ule kuukataa kwanza ni kigezo cha kufanikiwa, kwa sababu hakuna kigezo kizuri kwamba cha kukubali kwamba Mungu yupo tena mmoja, usimshirikishe Mungu na kitu chengine. Kwa hiyo Ndacha tayari